Haya. Eva Saransi. Hawa katikati keti tafadhali. Kuna watu nyuma yenu wanataka kuangalia mbele. Asante. Na wane timu ile next the vehicle tafadhali. Huyo muungwana hapo. Aketi. Nataka nichukue nafasi hii nilete pole zangu na rambirambi zangu kwa familia ya mzee Mosoti. Mzee Mosoti baba ya wana 14. Familia yote nasema pole sana. Na wale pia ni ndugu zake, dada zake, nataka nitoe pole kwa sababu ya mzee kulala. Ndugu yangu Jafeth, pole. Mzee amelala kwa sababu ya mimi kuwa na karibu na wewe. Pole. Ni masikitiko makubwa nataka niseme kwamba mzee amelala kwa sababu vijana wake wamesema walikuwa natarajia alikuwa vizuri asafiri ng'ambo atibiwe, lakini amelala. Mzee enda salama. Hiyo siku ya South Mugrango watu wengi wangekufa, lakini umelala kwa niaba yao. Enda salama. Nataka niseme hivi, wageni ambao wamekuja kutupea pole, tunashukuru. Watu wametoka mbali, kuna watu wametoka Bomet, kuna watu wametoka Mombasa, Kenya mzima. Tunashukuru kwa sababu ya rambirambi zenu mmeleta huku. Mtanikubalia niseme mambo mawili. Hapa ni nyumbani. This is actually the immediate neighbor ward ya kwangu nyumbani. Nimesikia uchungu sana hapa. Wakati nilitaka Jafeth asiongee sana, kwa sababu Jafeth, na nataka nishukuru ndugu zetu wale wametoka Siaya, nishukuru Migori, Omabei, Kisumu, Nyamira, wale viongozi wa bodaboda. Ilikuwa nia yangu kama gavana nione hii timu ya watu wa bodaboda wainuke, na hiyo ndio ilikuwa maombi yangu wakati nilikuwa nauliza kura, kwa sababu hao wangwana wako na familia, wako na bibi, wako na watoto, wamefundisha watoto. Huyu Jafeth sikumjua mpaka nilipopata ndugu yake, vile amesema hapa, walifundishwa kuwa wenye haki, faithful people. Nikiwa mbunge wa Dagoretti nikaanza kuongea na Jafeth. Jafeth natuma yeye kwa matanga 1 2. Nikimtuma wakati kwa matanga kama hiyo matanga yako, anarudisha ile pesa. Huyu Jafeth, kitu kilinifanya kumwamini, nilimpea 1,000,000 wakati wa kampeni. Wakati nilipea 1,000,000 aende kulipa watu wa bodaboda, walikuwa wamesema wako 1,000. Jafeth alipofika akapata wako watu 628, akarudisha change ya shilingi 1,300 karibu 80. Nimekubali ndugu yake amesema hapa, kwa sababu walifundishwa wao kwa wenye haki. Nikamwamini, nikadhania ni kwamba alikuwa ananichocha tu ndiposa nimpe nyingi, lakini baadaye, hata baada ya yeye kupea pesa, nikapata narudisha. Huyu nikimpea hata kama ni shilingi 1,100, atumie shilingi 18,000, atarudisha shilingi 82,000. Huyu ni mtu wa pikipiki. Angetaka hiyo pesa ajengee nyumba, angetaka anunue shamba, lakini kwa sababu anaamini haki, huyu muungwana, nasikia roho yangu ikiwa nzito. Wakati county commander mzima
Bwana Charles Kasese anakuwa bodyguard wa mbunge. Yeye ni county commander, anakuwa bodyguard wa mbunge. Wanaingia katika hoteli moja pale Nyanjo. Hapo ndio wanachora. Leo asubuhi nimepata habari yale ambayo yalifanyika kule ni kwamba waliamua lazima ningekufa kule South Mugrango. Hawa ngwana walitolewa kwa sababu wale askari wengine walikuwa wamepigwa transfer miaka 3 iliyopita kuelekea Nairobi. Lakini walipokuja wakaenda Nyanchwa Police Station. Wakauliza bunduki G3 kwanza. Wakapata hakuna G3. Wakauliza wakapewa AK47. Nia yao peke yake ni kwamba lazima siku hiyo ningekufia kule South Mugrango. Mbunge anakuja, akafika, akashuka, wakaanza kupiga risasi kiolela. Hata yule mungwana alikuwa nyuma yangu akapiwa risasi hapa. Watu wakavunjika miguu. Tia gasi ambao walirusha, mtoto mmoja wa shule akafenti hapa. Kina mama walikuwa wajazito hapo ndani, kulikuwa na walemavu. Watu wakaumia. Na hii si mara ya kwanza, hii ni mara ya 3. Mimi nimekuja kuamini hii si nia ya Osoro, ni nia ya serikali kuu. Na mimi nataka kuniulize, hawa ngwana kutoka serikali kuu, nimefanya nini mimi? Dhambi ambayo mimi nimefanya ni kuwa gavana wa Kisii. Sio mimi nilijipigia kura, hawa watu ndio walinipigia kura. Mimi nataka niulize serikali hii kubwa, mbona muoni, amnusi, amsikii dhambi ambayo inafanyika hapa Kisii? Huyu Kasese amekuwa amesupervise watu kufa hapa town. Wameua kijana mmoja kutoka Igare hapa, dhambi aliyofanya ni kuvalia t-shirt ya SIMABA. Wameua kijana mwingine kutoka Ramasha hapa, eti yuko karibu na SIMABA. Mimi nataka niseme, siogopi, siangalii nyuma. Kama nitakufa, watu wako na wasiwasi. Mimi sijasema kwamba nasimama urais. Hakuna urais nataka kusimama kwa sasa. Mimi ni gavana wa Kisii. Si mungoje ikifika wakati huo niposa tuonane na nyinyi. Mheshimiwa William Ruto, wewe ulisema kwamba you cannot use the police or the judicial services to settle scores. What is happening with your team? Nasikia hata mtu anaitwa Koome anajua ni nini inaendelea. Kwa sababu wale askari waliopiga bunduki pale, anaitwa Morris, yule alikuwa amebeba bunduki AK47, hakuna kitu imefanyika. Langat amefanya nini? Hawajashtakiwa na wote walitoka Nairobi. Kwani Kisii si Kenya? Hata Somalia, mahali ambapo serikali hakuna, kuna amani. Ni nini hii? Eti ho sasa Jafeth amekuwa rais wa bodaboda Nyanza mzima. Wanatuma askari mpaka nyumbani kwao, wanatafuta yeye eti waue yeye. Abantu beke nyoreke mpaka noelekera askari bagocha bakikoliyo mumuro etariki ndakoli. Abantu amintu, I want to say, mnajua uoga ni kitu mbaya. Kule University ya Garissa wakati Al-Shabaab ilifika, na kitendo ambacho kilifanyika South Mugrango ni kama kitendo cha Al-Shabaab.
Kwa sababu hakukuwa na sababu. Kwa sababu ya uoga, watu waliwekwa chini, risasi moja inaua watu 5. Kama hata watoto wawili wangeshika yule jamaa, wangenyang'anya yeye bunduki. Raundi hii tumesema mtu yoyote atatumia bunduki vibaya hapa Kisii, ikuwe ni nani, tutakamata yeye. Afadhali wachache waumie, lakini lazima kama wananchi wengine wale wengine. Kama Simba niko na shida, kamata mimi, kuja nipeleke mahakamani nishtakiwe. Niliweka vijana wa pikipiki pamoja, tumewachangia milioni 7, lakini wamegundua kwamba hawa watu wakiwa pamoja hakuna mtu atawashinda. Fujo imekuwa kila mahali. Mimi nauliza, baada wao waliweka hao MCA pamoja, wakadanganyana, wakaenda pale Nairobi, wakaenda kwa Washagwa, Gachagua sasa anawahost eti wataweza toa Simba. Wachagua anawauliza, mbona mko 13 sio 33 vile mliniambia? Wakarudi. Waliporudi, wazee wengine, wazee wako na miaka 65 kuelekea juu, wanaketi wanasema, sasa kama imeshindikana hata sumu wekea yeye. Mimi nauliza tafadhali, nyinyi mmefika miaka 65, simuniache hata mimi nifike miaka 45 peke yake. Yeah, man. Sina nyinyi mniache nifike hata kama ni miaka 45. Naomba tafadhali wale ambao mnaomba Mungu mnikumbuke katika maombi. Amen, amen. Hii vita hatuwezi ishinda kwa sababu ni vita ya risasi, ni vita ya mwili, lakini nitaishinda kwa damu ya Yesu Kristo. Yeah. Mimi nimesema nitafanyia wananchi wangu kazi vile walivyonituma. Mahali popote mnapokwenda, nataka niwaulize, tafadhali tudumishe amani. Lakini wakati mwingine unapopiga mpaka akose mahali pa kupitia, huyo paka atakuua. Ukifungia paka kwa nyumba hivi, utake kumpiga afe, atakuua. Askari mzima kiwango cha count commander anakuwa bodyguard wa mjumbe, yeye ndiye anapeana bunduki. Hakuna mtu anambaye bunduki zinatumika AK47 ni wakati rais peke yake ndiye ako na record squad, ndio utaona kwamba watu wamebeba bunduki kubwa. Hawa bodyguard wote wako na bunduki ndogo. Tunauliza, yani huyu mtu anaitwa Kindiki hajaiona hili? DCI hawajaona, ODPP hawajaiona. Mlikuwa mnataka watu wafe wangapi? Nataka nimalize kwa kusema, mimi kama gavana wenu najua kwamba Mungu amenipa miaka nyingi. Nitasimama kidete, siwezi lia, siwezi angalia nyuma. Lakini haki lazima ifanyike. Si makosa hawa watu kunipigia kura katika chama cha ODM. Walikuwa wanajua kwamba kuna UDA, kuna kila kitu. Pia ODM ingeshinda, pia tungekuwa na adabu ya kutumia mali ya umma vizuri. Mimi nataka niwaulize tafadhali, kina mama mko hapa, wazee mko hapa, mtu kumbuke katika maombi. Ndugu zetu mnaporudi, wala mnarudi kule Bomet, tuombee. Wala mnarudi Siaya, tuombee. Wala mnarudi Mombasa, tuombee. Kaunti zote tuombee. Tutashinda vita hivi. Badala ya wao kushughulika na mambo ya dola, serikali ilipoingia uongozini ilipata dola iko 123. Sasa iko 168.
shilingi imekufa. Tunaomba tafadhali ninyi serikali kuu, shughulika na mambo ya kuinua uchumi. Mafuta iko juu, sukari iko juu, mikate iko juu. Tafadhali, school fees hakuna. Wale watu ambao walikuwa wanaumia kule ni maskini, ndio tulienda kusaidia. South Mugirango ni watu wangu, nitarudi kule mara 100. Kama mnataka kutumia mbunge hapo katika mauaji, mimi nitakuja na nitahakikisha nimetumikia watu wangu wa South Mugirango na Kisii mzima kwa haki mbele ya Mungu. Mnikubalie, naambiwa niongee Kisii kwa dakika 1. Tiante baba ntwamento. Nga omugako oralire nga yaralite sengenjo konyoro isire kubwena aba murabaye bamubeke ndege bamuira asabana baye nere arore noe iskoyet mugako yekera igungo mumrohe ngubwatwali ngoitwali babangete nga nabako mwakalisas nabako mukora kinde gyonse mugako liskari gakina orali presha gakina